Ujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji wa TVC 247. Ni siku nyingine ambayo tunapatana ndani ya TVC 247, na ukiangalia upande wangu wa kushoto kidogo ninaye mwanahabari mwenza wa michezo anaitwa Davis Hamisi. Jezi nambari 9 hiyo. Nasema ni jezi nambari 9 mgongoni, na naona mwelekezi wangu anamwambia kidogo artist kidogo Hamisi. Shambulizi matata kabisa la kimataifa. Mshambulizi matata. Na Hamisi, mara ya mwisho tumekutana studioni nadhani ilikuwa ni kitambo kidogo, majuma mawili yaliyopita. Nadhani shughuli za usafiri zimekuwa zikikubana bana, lakini leo ndani ya TVC 247 tunapatana tena kuangazia mambo. Na hiyo jana tumeshuhudia mechi za English Premier League zikichezwa. Na nadhani bado wengi wanasema kwamba Arsenal bado yupo pale juu. Bila shaka yeye ndo bado kidedea pale juu. Ananing'inia pale juu. Upande wa TikTok sana nasema asante sana kwa kuingia Rose. Umefanya kazi nzuri. Pia kulikuwa na mechi ya Liverpool. Ni baadhi tu ya mechi ambazo zilisakatwa hiyo jana. Manchester City pia alicheza, Wolverhampton dhidi ya Brentford, Brighton, Sunderland, Everton, Arsenal, Leeds, Crystal Palace, Tottenham akiwa na Liverpool. Na leo pia kuna mechi ambayo nadhani imeanza. Mechi ya Manchester United dhidi ya Aston Villa ndani ya Villa Park. Ikumbukwe ni ndani ya TVC 247 ukiwa nami Emmanuel Omari pamoja na mwenzangu Davis Hamisi, bila kusahau jezi nambari 9 iko mgongoni. Ndipo utapata kila kitu ambacho kinahusiana na masuala ya kispoti, bila ya kusahau leo saa 4 usiku ndio siku ya mkoko kualika maua, manake AFCON itakuwa ikingoa nanga. Tutakuwa tunaelekea kule Rabat, Morocco. Kule Rabat, Morocco. Sijui kama Ashraf Hakimi yupo, lakini nadhani bado anauguza majeraha. Anauguza jeraha lakini ako kwa timu. Ashraf Hakimi aliitwa, ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa wakisakata mechi. Na nadhani tutaanzia yale matokeo ya pale jana. Mechi ambazo zilisakatwa hiyo jana mapema. Nadhani ilikuwa ni mapema saa 9. Mapema saa 9:30 Chelsea akikaragaza na Newcastle United. Mechi ambayo kidogo mashabiki wa Chelsea kipindi cha kwanza waliingia tumbo joto kidogo. Ukiangalia ile mechi jinsi Newcastle United alikuwa anakipiga vizuri sana. Pressure zilipanda sana. Nick Woltermed akafunga mabao mawili, tukashuhudia pia Reece James akifanya kazi nzuri, na pia bao lake Joao Pedro ambalo lilifanya mechi hiyo kuisha sare ya 2-2. Kidogo mwenzangu Hamisi, tukiangalia mechi ya Chelsea dhidi ya Newcastle United, je, ni nini ambacho Newcastle United alikosa kumiliki ushindi wake hadi dakika ya 90? Newcastle walikosa tu kutumia tu zile nafasi zao. Nafasi walipata ni nyingi, lakini kuzitumia ndio ilikuwa shida. Lakini wangezitumia vizuri, wangefunga hadi mabao yangefika kama 6 kama 5. Lakini sasa zile nafasi wakazitupa nje. Na Chelsea wakapata, pia Chelsea nao walikuwa wapate ushindi, lakini sasa zao pia nao wakatupa. Lakini pia ukiangalia hiki kikosi cha Enzo Maresca, nadhani utakubaliana nami ya kwamba hiki kikosi kidogo bado kina wasiwasi. Kikosi cha Enzo Maresca bado kiko chini sana. Kulingana na ile ligi kuu ya Uingereza. Bado kuhimili mapigo kila baada ya siku 3, kikosi cha Maresca sidhani kama kina uwezo. Na nadhani pia ukiangalia kikosi cha Newcastle United kuja unapiga mabao mawili kisha yote yanaregeshwa. Kidogo ukiangalia ile safu ya ulinzi ni kama walilala. Manake ukiangalia kipindi cha kwanza Newcastle United alikuwa anacheza mchezo mzuri sana. Lakini kipindi cha pili akakuja kama Newcastle United ambaye ni kama anacheza mchezo ambaye alishinda kitambo. Unajua siku zote wanakuambia katika mchezo lazima dakika 90 ziishe ndipo uweze kujua ni nani ambaye ni mshindi. Si kama tunasema eti Newcastle safu yao ulinzi lilala. Lakini ni kama Chelsea walienda kule chumba cha kubadilisha mavazi. Na walirudi na ile ari ya kusema hapa lazima tutoke na ushindi. Wanchiku nimekuona, asante kwa kuingia. Na kuna mambo labda walibadilisha ile mfumo, labda walibadilisha, uliona Malo Gusto alitoka, unaona wakabadilisha mfumo. Na ile first half walikosa ile creativity pale katikati.
Na uliona sana wale Newcastle walikuwa wametuliza sana ile midfield. Na ndio maana unajua midfield ni engine kabisa. Sasa kama midfield imelala inamaanisha timu nzima itapitia shida, na ndio maana uliona Newcastle walikuwa na create chances nyingi sana kipindi cha kwanza kutumia ile midfield. Tuliona kidogo Caicedo alikuwa chini, Reece James alikuwa chini, Cole Palmer pia hakuwa kwa mchezo kile kipindi cha kwanza. Lakini waliporudi kipindi cha pili, ile badiliko ambalo walifanya la Malo Gusto kuleta Enzo Fernandez. Unajua Enzo Fernandez analeta kidogo ile creativity kabisa, na anafanya Reece James arudi ile nafasi yake, kumaanisha kwamba atakuwa anacheza na DM moja, CDM moja, na first half alikuwa anacheza CDM wawili, ambayo kidogo inaleta ile creativity inakuwa chini kabisa. Na pia tukiangalia mechi nyingine ilikuwa Leeds United dhidi ya mwana Crystal Palace ambayo iliishia 4-1 kwa faida ya mwana Leeds United. Je, huyu Leeds United baada ya kumpiga Chelsea 3-1 amekuwa Leeds United ambaye ni kama mnyama kidogo, anacheza vizuri. Sijui ni nini ambacho Leeds United alikuja nacho ambacho japokuwa alikuwa nyumbani akashinda 4-1 dhidi ya Crystal Palace. Tunamjua Crystal Palace ni mzuri sana. Unajua Crystal Palace yako vizuri. Leeds United ni timu ambayo ukipata pale kwao nyumbani Elling Road si rahisi kuifunga. Wanakipiga vizuri. Wanakipiga vizuri wakiwa kwao, lakini wakitoka away kidogo wanayumba, lakini wakiwa pale kwao kuwafunga inakuwa ngumu. Na Leeds tangu wafunge Chelsea ni kama baraka za Chelsea zimeenda zote kwa Leeds. Ndio maana unaona Leeds siku hizo wanang'ang'ana. Unajua kuna ile wakati unafika ukifunga timu kubwa ile confidence inakuja nyingi, courage inakuja. Kwa hivyo kila mmoja atakayekuja unaona tu ni kawaida. Ni ukweli ukisema hapo. Nakumbuka kwamba wakati fulani nikiwa shule ya msingi tulikuwa nasema ukimpiga ule mwanafunzi ambaye alikuwa anapiga wanafunzi wote shuleni, ndio bingwa. Unatawazwa sasa hapo shuleni unakuwa kama jogoo. Unakuwa kama bingwa. Sasa Leeds United baada ya kumpiga Chelsea nadhani amepata ile nguvu, lakini mashabiki pale TikTok wa Chelsea, tafadhali kunradhi, ni baadhi tu ya mambo ambayo yanatukia viwanjani. Leeds iliwapiga 3-1. Sio rahisi kufunga World Champions. Ni vigumu. Mechi nyingine ambayo ilisakatwa ilikuwa Wolverhampton Wanderers dhidi ya Brentford. Brentford mgeni akifaidi ushindi wa 2 kavu. Wolverhampton kufikia sasa ana alama 2, Brentford anampiga tena 2 kavu. Je, huyu Wolverhampton safari yake English Premier League ipo tena ama imekamilika? Tuweze sema safari yake imeisha, lakini ni kama inaelekea ukingoni. Maana kufikia sasa alama 2. Kwa sababu tukianza kama mimi ni mkufunzi wa Wolves ningejiondoa. Ningetangaza asubuhi na mapema ninajiuzulu. Unajua si rahisi kujiuzulu, lakini unajua timu umepewa, kila kitu umepewa, umeulizwa ni wapi kuna shida, umepewa. Unaona? Alafu sasa inakuja ni matokeo yanadorora. Unaona? Matokeo yanasumbua. Kujitoa inamaanisha kwamba wewe kazi sasa imekushinda. Unaona? Na kila kitu ulipewa chenye ulikuwa unaitisha. Unaona? Kwa hivyo wacha tu kocha avumilie yale mapigo ambayo anapitia pale, ni hali ya kawaida. Tukijuzwa na mwenzangu Hamisi ya kwamba coach wa Wolverhampton Wanderers azidi kuvumilia. Hapo TikTok nawaambia kwamba bofya ili tuweze kupata ni nini ambacho kinaendelea ndani ya michezo na ni ndani ya TVC 247, ukiwa nami Emmanuel Omari pamoja na Davis Hamisi hapa. Mechi nyingine ambayo ilikuwa sare ya kavu, Brighton dhidi ya Sunderland. Ukimwangalia huyu Sunderland baada ya kumyumbisha Chelsea pia, na hizi timu ndogo zimemsumbua sana Chelsea. Ukiangalia Sunderland ilimyumbisha Chelsea, akajaribu kwa Arsenal, lakini Mikel Arteta akasimama tisti. Wanatoka sare ya 0-0 dhidi ya Sunderland. Ukiangalia mechi hii ilikuwa ni ngumu, lakini nadhani inamweka Sunderland na alama 27. Weka mahali pazuri pale juu. Na ukiangalia mechi nyingine ambayo ilisakatwa ilikuwa ni West Ham United akiwa ndani ya Etihad Stadium. Nikizungumzia Etihad Stadium, wengi wanasema ni Erling Haaland Stadium. Kwa sasa wameanza kuimba hivyo. Huwezi taja Man City bila kutaja Erling Haaland. Na tukitoa magoli yote ya Erling Haaland, Man City huenda ikabaki bure ama tunaweza wakuta wakiwa wanang'ang'ania na Wolves huko chini. Kumaanisha Erling Haaland ni nguzo kuu sana ndani ya Manchester City. Jana alipachika magoli 2, goli la mwisho likifungwa na Dejan Reinders.
Ilikuwa ni mechi ngumu. Haikuwa ngumu kwa Man City. Ilikuwa ni mechi ngumu kwa West Ham. Kwa West Ham ndio ilikuwa ngumu, lakini kwa Man City haikuwa ngumu. Mechi nyingine ambayo tulishuhudia nadhani kadi mbili nyekundu ilikuwa ni Tottenham dhidi ya Liverpool. Mechi ambayo Alexander Isak pamoja na Hugo Ekitike walicheka na nyavu. Nadhani ukiangalia mechi hiyo utakubaliana nami ya kwamba wale Tottenham kidogo ule nahodha wao nidhamu. Wachezaji wa Tottenham nidhamu kidogo, mimi na wasiwasi na nidhamu ya wachezaji wa Tottenham. Wakati mwingine si nidhamu, ni pressure. Unajua pressure ikikuwa nyingi, inabidi sasa unafanya kitu alafu baadaye unaanza kujiuliza mbona nimefanya hivi. Na siku eti ni nidhamu. Pressure ikiwa juu, mnapelekwa mbio, mmefungwa, mko chini kwa kadi nyekundu, unaona? Unajaribu kukomboa, inakataa. Unaona? Sasa ile pressure iko juu, alafu ukumbuke pia Spurs wako kwenye jadwali. Unadhani kadi mbili zilimsaidia Slot ama kidogo ilikuwa tu lazima angepata ushindi? Sikuwa zilimsaidia mbinu fulani, kwa sababu tukiangalia wakiwa chini watu 9 bado walikuwa Liverpool wanapelekwa mbio. Sasa ukifikiria wangekuwa wote 11 ingekuwaje? Wangepelekwa vibaya sana. Na ukiangalia mechi nyingine ambayo ilisakatwa ni huyu Everton dhidi ya Arsenal, mechi ambayo wengi wa mashabiki walikuwa wananipigia simu wakiniambia kwamba Arsenal ameshinda kibahati, manake ilikuwa ni penalty ya huyo Gyökeres. Nadhani alifanya kazi nzuri. Siwezi sema ni bahati kwa sababu penalty pia ni ya mchezo. Lakini siku zote wanasema ukipewa penalty lazima tu utaicheza ndani. Wachache wanapoteza wachache, lakini nadhani penalty kwa Gyökeres ilikuwa tu ni bao. Lakini ni ya mchezo. Kungekuwa mashabiki walitegea Everton labda sare ama Everton apate ushindi, lakini Jack Grealish na timu nzima ya Everton wakasema kama mashabiki mnataka sisi tushinde, mkuje mtufungie. Ni kama walishindwa na kufunga. Wanachukua zoezi. Na ukitaka washinde uende uko mshambulizi wao. Uende wasaidie. Uende wasaidie. Ni ndani ya TVC 247 ambapo tunakuchambulia masuala ya kimichezo ambayo ilikuwa pale jana, na nadhani pia leo kuna mechi ambayo inaendelea, Manchester United dhidi ya Aston Villa ndani ya Villa Park. Na tukiachana na mechi hiyo, nadhani pia kutakuwa na mechi za AFCON. Kutakuwa na mechi za AFCON leo hii. AFCON inaanza rasmi. Rasmi leo hii saa Rabat, Morocco. Itakuwa ni saa 4 usiku nadhani. Saa 4 usiku wenyeji wakifungua pazia. Alafu pia kesho Jumatatu nadhani itakuwa ni mwendo wa saa 5 usiku, Fulham atakuwa kimwalika mwana Nottingham Forest ndani ya London. Nadhani itakuwa baadhi ya mechi ya mwisho ya match week 17. Ni mechi ya mwisho ikiwa inaenda kufunga pazia. Na mechi ya Manchester United na huyu Aston Villa, unatarajia nani pengine apate ushindi? Manake wengi wa mashabiki wa Manchester United walikuwa wananiambia kwamba Omari, Aston Villa sisi tunampiga kila siku. Na mnajua mtu kama umezoea kumpiga kila wakati, hadi wakati wewe huna nguvu, bado akikuja tu utapata nguvu za kumpiga tu. Ni kama Chelsea akienda kupatana na Tottenham. Inakuwa ni mechi rahisi sana kwa Enzo Maresca. Ama Tottenham na Man City. Inakuwa ni mechi rahisi sana kwa Tottenham. Unaona. Kwa hiyo kila mtu ana mnyonge wake. Najaribu kumaanisha hivyo. Hadi bingwa bado kuna mtu ambaye akipatana na yeye anamwona tu ni kama. Wengi wakawa mashabiki wa Chelsea tukisema hadi bingwa huwa anapigwa. Mashabiki wa Chelsea watakuja nadhani na kelele sana wakisema tulimpiga PSG 3 kavu. The only team that stop PSG. PSG alikuwa mnyama, alikuwa anampiga Atletico 4, Real Madrid 4. Anampiga kila mtu, lakini Chelsea kidogo ikasumbua. Hadi PSG wenyewe walikubali, walisema timu ya Chelsea peke yake ndio imewafanya wakuchukua makombe 7 ndani ya mwaka mmoja. Lakini tukizungumzia kupiga kila mtu na Chelsea akamsimamisha. Pia Chelsea amesimamishwa na Leeds United. Alipigwa na Leeds na huko chini Leeds. Kwa hivyo inamaanisha mpira hauna mwenyewe. Ukipatana na yeye kwa uwanja ujua pia amekuja kucheza. Kila mmoja akiingia kwa uwanja ushindwe na taka. Asante sana kwa kuingia Masi Mora, asante sana kwa kuingia Shaz pia na kuona unaingia. Nikumbuka ni TVC 247 ambapo tunakuletea masuala yote ya kimichezo, na niko na mwenzangu ambaye ni Davis Hamisi
Naam, bila kusahau mgongoni kuna jezi nambari 9. Hiyo hadi ukasahau jina, lakini jezi nambari 9 usisahau. Niliwahi kuwatajia kwamba mimi nilikuwa mchezaji mahiri sana. Nilikuwa nacheza mgongoni, nilikuwa navaa nambari 8. Nambari 8 pale katikati ya uwanja. Nikimwona Martin Odegaard na ikumbuka kazi yangu uwanjani. Siku zote kocha alikuwa akiniita ananiambia nambari 8 siku zote nataka ulishe washambulizi. Kwa hiyo nilikuwa napiga pasi huku na kule, lakini kidogo kuna mshambulizi siku moja nimeshaicheza na yeye anaitwa Andrew. Kidogo ameshainiudhi. Andrew, kama unasikiza pole kwa hiyo, lakini kuna siku umewahi kuniudhi. Unajua nilimpigia wanasema through pass kama 4 hivi kwa mechi moja. Lakini Andrew ni yule mchezaji ambaye alikuwa anapenda kurembesha mpira sana. Utampea mpira aanze kurembesha unachukuliwa. Hiyo sasa kuna wakati nikaongea na ule unasema kijana alikuwa anacheza nambari 10. Tukasema kwa lugha ya mpira tunasema tupeleke sasa. Wakati tulianza kupeleka angalau tukapata goli moja la kuzawazisha. Kwa hivyo Andrew tukaenda sare ya moja. Mshambuliaji butu. Alikuwa mshambuliaji lakini butu. Lakini pale ambapo nilimpendea pia wakati fulani hivi akiongeleshwa kidogo, alafu ukitaka Andrew acheze vizuri ni mumkasirishe. Anza kumnyima mipira. Unaona? Atarudi kutafuta. Akitafuta hiyo ni bao. Kwa hivyo Andrew pia alikuwa mchezaji, alikuwa mbaya la pia alikuwa mzuri. Ubaya wake upo, pia uzuri wake upo. Ukiachana na masuala ya Andrew, tunazamia nadhani tutakuwa tunazamia tetezi za uhamisho kidogo. Kisha tutakuwa tunaangalia sasa ile wanasema ile mechi za AFCON ambazo zinaanza usiku wa leo, na nadhani Januari 18 ni siku ya finali. Na ndani ya TVC 247 tulikuwa tumeambia mashabiki wetu ya kwamba muzidi kutegea mechi hizi, manake hapa Disemba kuna sherehe mingi sana, lakini usipige sherehe sana ukasahau kuna mipira. Kuna michezo ambayo inaendelea AFCON na nadhani ni sehemu ya sherehe. Na nikawa nazungumza na nadhani mwanadada mmoja kutoka kituo fulani cha redio, akawa ananiambia kwamba mbona wanaume mnapenda mpira sana kushinda hata unaweza pata umepea mpira sana muda mwingi kushinda hata tunaelewa kushinda mpenzi wako. Acha nimalizie tu kwa faida ya mashabiki. Nadhani nikawa nasema kwamba mpira ni kama kuna hisia ambazo mpira imeleta kwa sisi wanaume. Maana ukiangalia tu hivi Arsenal inacheza, wewe ni mtu wa Arsenal kidogo, ukimwona yeye anapiga pasi ndivyo sivyo unaamka, hata ni kama unataka kumchukua yeye umpige kofi, lakini unashindwa kuingia kwa sababu unamuona tu kwa televisheni. Lakini pia wanadada itabidi tumetuelewa kwamba hata ujaribu vipi kumpa mwanaume furaha, ni vigumu sana kufikia jinsi Chelsea, Arsenal, Manchester United inavompa furaha. Ni vigumu sana. Mpira unafurahisha. Na nadhani ndio kitu cha kwanza duniani ambacho ni kizuri zaidi. Alafu sasa hao wanakuja nadhani nafasi ya pili. Nadhani sijui unasema kitu cha kwanza ama ni cha pili sijui, lakini ni cha kwanza. Mpira ni wa kwanza kwa mimi kulingana na wewe. Lakini wewe kumbe nimekuja studioni na watu ambao wanapenda vitu vingine. Tunazamia tetezi za uhamisho. Nadhani Bayern Munich wanatarajia kumsajili huyu kiungo wa Manchester United Bruno Fernandes ambaye ana miaka 31. Nadhani wamekuwa kimuinda na wamesema kwamba watakuwa wanatoa pauni milioni 50. Unadhani Bayern Munich wanaweza faulu kumchukua Bruno? Sidhani kama wanaweza faulu kwa sababu hata mimi naona hizo ni kelele tu. Kwa sababu mwenyewe amesema yeye akitoka Manchester United mashukio yake bila shaka ni kule Saudia. Saudia ni kama pesa ziko kule. Umri wenye amefika ni umri wa kwenda kutafuta posho, kuangalia watoto watakula nini na wajukuu wa miaka ijayo. Na pia tukiachana na masuala ya Manchester United na Bruno Fernandes, ni kwamba huyu Anthony Semenyo nadhani ni winga kutoka Ghana. Naam, ako pale Bournemouth. Huyo Bournemouth mwenye umri wa miaka 25 anasema kwamba ameongea mwenyewe, amesema kwamba iwapo nitatoka Bournemouth, timu ambayo natamani kuichezea, sikia sasa hii, timu ambayo natamani kuichezea ni Liverpool, si Manchester City na si Manchester United. Akasema kwa Manchester United naona waliikoleza na wino mwekundu. Si Manchester United. Sielewi kwa nini, lakini mashabiki wa Manchester United msiseme ni mimi nimesema. Nadhani mkiangalia kwa
gazeti la The Guardian litakuwa linaonyesha vizuri. Naam. Tetezi zingine ni kwamba Chelsea wanapanga kutafuta wanunuzi wa mshambuliaji wa Senegali Nicolas Jackson. Naam, Nicolas Jackson. Sijui ni kwa nini, lakini ni mchezaji mzuri. Lakini akiwa anacheza ile nambari 9 pale, anafanya vitu ambavyo sina nambari 9 anastahili kufanya. Lakini ukimpata akiwa kwa ile winga ya kushoto, ile mikimbio yake, zile kata zake kidogo zinaleta faida. Anafanya vizuri. Lakini akiwa pale namba 9, kitu ambacho huwa ananipendezea nayo ni ile kukimbiza madefender, anakuwa madefender anakuwa nao kila wakati. Wanasema wanawapea ile threat kabisa. Kila wakati ako nao kila wakati. Anafanya defender, yani kwa wakati wote ako attentive, unaona. Hiyo ndio anampendea, na mikimbio yake ni mizuri, ana create zile chances kwa wengine pia. Frederick, asante sana. Frederick Omondi, asante sana kwa kuingia. Na nawakumbusha mashabiki pale TikTok ya kwamba tuendelee kufuata TVC 247 katika tunapatikana mitandao yote ya kijamii ili kupata taarifa kama hizi za spoti. Unajua ni vigumu sana kupata wanaspoti ambao wamejitolea, hata wakati wa Krismasi bado wanachapa kazi. Unajua Krismasi wengi wanaenda, unapata vipindi vingi. Tunakula chapati studioni. Chapati tunakula. Sisi tumeamua Krismasi yetu tutakula tuko studio. Na pia kama uko na kitu ambacho unataka kusaidia TVC 247, unakubaliwa kutuma usaidizi wako. Tutakuwa tukikusomea namba hapo baadaye. Na ile taarifa ya winga nadhani Anthony Semenyo kidogo imenivutia, tuirejelee kidogo. Na nimeona shabiki wa Manchester United akisema, Anthony Semenyo hataki United, timu ya vikombe. Vikombe gani? Anasema hataki timu ya vikombe. Unajua Manchester United, I think is the only club that has more Premier League, 20. Liverpool pia kuna 20. Lakini Liverpool anaweza ongeza mbele ya United kweli? Anaweza ongeza. Ukiangalia United na Liverpool, nani ni mnyonge? Kwa sasa nadhani Liverpool ni mnyonge. United hajaonyesha makucha. Kidogo United ni mzuri lakini bado hajatoa kucha zake nje. Pia Liverpool hajatoa zake, ametulia. Anangojea wakati sahihi. Kucha za Liverpool nadhani ziko nje. Ukimwangalia Ekitika anajaribu, lakini unajua timu haichezi na mchezaji mmoja. Naona hata kambi yao wajielewe. Ukimwangalia Salah wanagombana sasa. Hiyo ndio timu nasema itapiga United, lakini mwisho wa siku ni kwamba taarifa hiyo ilikuwa inasema kwamba Anthony Semenyo mwenyewe ameamua anatamani sana kuichezea Liverpool. Na sijui ni nini ambacho kiko Liverpool ambacho kinawavutia wachezaji wengi. Ukiangalia Alexander Isak pia wakati wake wa kutoka Tottenham Newcastle alitaja Liverpool. Kwa hiyo ni nini ambacho kinafanyika ambacho kinawapendeza sana? Unajua ni ukubwa wa timu. Unajua ukienda pale Liverpool, kwani United si kubwa, Chelsea si kubwa, Manchester City ni watoto. Huwezi fananisha Liverpool na Chelsea kwa makombe nadhani, kwa ufanisi, kila kitu nadhani. Kila kitu. Ukiangalia Chelsea ameshinda kombe la klabu bingwa bara Ulaya mara 2, Liverpool mara 6. Unaona? Mara 20 Premier League ya mara 6. Kidogo. Mashabiki wa Chelsea kunradhi, lakini ndivyo hali ilivyo, hali halisi. Kwa hiyo Liverpool, unajua kila mmoja anataka ende mahali, akiingia akipeleka ile kwa ile trophy ile cabinet. Anaona hivi anajisikia yes, hii ni timu nimeingia. Lakini usipelekwe mahali unapata kuna cobwebs hapo ndani. Taarifa nyingine ambayo inakata maini kidogo kwa mashabiki wa Chelsea ni kwamba kipa wa Denmark Philip Jorgensen mwenye umri wa miaka 23 anatarajiwa kuondoka Chelsea baada ya kukata tamaa na nafasi yake kama kipa wa pili, ingawa klabu italazimika kuidhinisha kuondoka kwake, kwani mkataba wake unadumu hadi 2031. Nadhani Jorgensen kutoka Chelsea, nadhani ukiniuliza mimi nitakwambia wacha tu aondoke. Unajua kuna World Cup inakuja. Na Denmark wamemtegemea sasa kama mchezaji wa Chelsea. Inabidi sasa utafute mbinu. Yaani hawana goalkeeper mwingine Denmark. Wako na goalkeeper mwingine, lakini huyu ameona mimi nikipata timu ambapo ninacheza kabisa, huyu ninamweka kwenye kiti, unaona. Kwa hivyo hiyo wacha tu, kama kuna mahali amepata pazuri. Na akiondoka Chelsea tabaki na goalkeeper mwingine. Lazima kwenye soko makipa wako ambao wanaweza kubali kukua nafasi ya pili, kwa sababu kule maybe ni mzee, unaona.
kama amezeeka kwa miaka kama 35 33, unakuja tu unamweka pale anacheza Carabao, FA, unaona. Lakini Champions League, Premier League, naweka yule goalkeeper wako nambari 1. Kuna goalkeeper alikuwa Man City, anaitwa Scott Carson. Alicheza dakika 108 na alishinda makombe 10. Alicheza dakika 108 akashinda makombe 10 na ngapi? 17. Ni maajabu. Kweli Mungu akiamua kutenda, binadamu hawezi kuginga mipango yake. Hawezi kukinga. Manake kucheza dakika 100, yani inaingiaje? Yani ni ile unakaa. Alikaa nje sana. Unakaa nje alafu unaonjeshwa dakika 1, unatolewa, unaona. Nadhani asante sana kwa kuingia. Anaitwa Miza. Msichana mzuri. Asante sana kwa kuingia ndani ya TVC 247. Endelea kutufuatilia, tunachambua michezo, na hiyo jana kulikuwa na mechi ambazo tumekutajia hapo awali. Mashabiki wa Manchester United wameanza kuuliza mechi yetu, lakini mnacheza na Aston Villa, mechi nadhani inaendelea. Mechi inaendelea kufikia sasa. Mechi inaendelea. Na pia kuna vitu ambavyo tutakuwa tukiangazia ndani ya TVC 247. Kumbuka kwamba tulianza na zile mechi za jana. Leo United anacheza, kesho Fulham atakuwa na Nottingham Forest, na pia kesho nadhani leo usiku kunradi saa 4 usiku. Ni siku ambayo tunangoja sana kule Uarabuni. Nadhani Waarabu wenyewe wanasema kina Ashraf Hakimi watakuwa wakifungua sasa mchezo wa AFCON. Hakimi atakuwa nje kawaida. Anaenda kutufungulia pazia pale, na itakuwa ni mechi nzuri ile ya Morocco. Na kabla hatujazamia, kuna kitu kidogo ambacho kilitendeka ndani ya Cameroon. Nadhani Bryan Mbeumo alikataa kukuwa yule nahodha. Ulisikia zile tetesi akisema kwamba naogopa kuwa nahodha, alafu timu ikifanya kidogo makosa ni mimi ambaye nitaulizwa maswali. Unajua hiyo timu nyingi zinakuwa. Mbona kwa mfano wewe ulituambia kwamba ulikuwa jezi nambari 9, si ndio? Wewe ni mchezaji. Kwa mfano una ule umahiri pia nilikuwa nahodha pia mimi. Hilo ndo swali ambalo nakuwa nakujia. Mbona siku fulani uogope kukuwa nahodha wa timu fulani? Unajua kuna kulingana na ni timu gani unakuwa nahodha. Ukiangalia Cameroon, labda kuna kitu aliona mashabiki, labda na shirikisho, unajua kuna ile sakata ambayo inaendelea. Labda hataki kuwa kwenye ile sakata. Alafu pia kuna wale wachezaji ambao wametemwa. Andre Onana na Abubakar. Unajua Abubakar ndio alikuwa anastahili kuwa captain na Andre Onana. Wengi waliniambia hiyo ya Andre Onana, mitandao yangu ya kijamii juzi nadhani. Wengi walikuwa wananiambia Onana kuwekwa nje si maajabu. Huyo ni mtu ambaye hafai kucheza. Kidogo nikawa naona ni kama si heshima. Kwa sababu mashabiki tukubaliane, Onana amefanya kazi nzuri sana pale Manchester United. Onana ni mzuri. Kama si Onana, United hawangefika kwa Europa League final. Na Onana ni kipa mzuri. Unajua kuna makosa kidogo inafanya tunaharibu mtu. Unajua kuna weakness mtu anakuanga nayo, lakini Onana naona ni mzuri pale Man United. Tunajua ile defense yao iko na shida. Hadi kipa mwenye ako sahihi. Swazi asante kwa kuingia. Nadhani ukiangalia ile Sharon nimekuona. Mechi 10 za kwanza Onana alifungwa mabao 15. Lamez amefungwa mabao 15. Japo Lamez kuna zingine ukiangalia ni bao ambazo zinafaa fungwe. Naam. Unajua Onana ilikuwa ni mabao ambazo anafaa fungwe, lakini kuna makosa ambayo alikuwa anafanya. Kidogo ukiongelea Onana, tumkumbuke Onana wa Inter Milan. Ile siku ya Manchester City. Hadi wa Ajax. Ule Onana wa Manchester United dhidi ya Tottenham Europa finali. Isipokuwa tu bao kidogo ikaribu maneno. Kitu kilifanya Onana akosane na mashabiki wa Man United. Tunasema mashabiki wa Man United kwa sababu si wao wengine tu wanafurahia, tunajua ukiona ukifungwa tu hivi. Kwao ni raha, unaona? Kwao ni raha kabisa. Wao wanataka tu ufungwe, kwa hivyo kuna yale makosa alikuwa anafanya. Unaona? Lakini defense pia iko na shida pia, defense na pale katikati. Unajua kama defense na katikati wengi walikuwa wanasema kwamba ukiangalia Onana alikuwa anacheza ule mpira anajua huyu ni mshambulizi amekuja. Ako na mpira. Alafu unaona anaanza kufanya maneno upuzi na mpira. Unajua kuna wakati mmoja nilimuona Haaland akiwa anaenda kupiga penalty, nadhani wengi waliona hilo tukio. Onana bwana anafanya vitu mpaka unaanza kucheka. Unaona? Anafanya nini? Ana pointi, wewe ndo kipa hapa ni katikati, alafu unamfanyia mshambuliaji hivi. Piga huko, unaona? Haaland akapiga huko na akafunga.
Ni kama alimwambia weka hapa, sitafika hapa. Si unaona? Mm. So unajua kuna vitu vingine pia anaweza fanya. Unajua tunasema mashabiki ndio wanaumia. Kabisa, mashabiki huwa tunaumia sana. Mashabiki wanaumia. Tunaumia sana. Kushinda asante sana kwa kuingia. Nadhani Sadia asante sana kwa kuingia. Pia asante sana kwa kuingia. Tuma swali lako ndani ya TVC 247, tutakuwa tukilishughulikia. Maana yake tunaangazia masuala ya kimichezo. Na ukiangalia mechi za leo, nadhani tutakuwa tumemaliza masuala ya Onana. Onana Mechi ya leo AFCON nadhani itakuwa ni mechi moja pekee. Na nadhani itakuwa ni Morocco dhidi ya Comoros. Morocco dhidi ya Comoros. Itakuwa ni saa 4 usiku wa leo. Kidogo ukiniuliza Morocco dhidi ya Comoros, mwenyeji anakaa kutamalaki. Anakaa kutamalaki, lakini pia kwenye mpira chochote kinafanyika. Lakini kama ingekuwa umeulizwa utoe jibu moja, nani mshindi hapa? Napatia Morocco. Napenda hivyo. Sipendi maneno ya kusema kwenye mpira, sijui maelezo mengi hatutaki, tunataka ushindi. Unajua, kwa mfano shabiki wa Arsenal ukimuuliza anaenda kukutana na Aston Villa, umuulize nani atatamalaki? Anasema Arsenal, alafu kibamba kinabadilika. Unajua kidogo huyo Aston Villa simuelewi. Manake misimu mingi amemharibia Arsenal kombe. Lakini msimu huu mimi naomba kwa niaba ya mashabiki wa Arsenal, naomba tu Unai Emery popote kama anaweza kusikia. Ama wale ambao wanafanya translation, wamfanyie translation kwa Kiingereza, waseme kwamba TVC 247 ikiongozwa na wanahabari wa michezo wameomba ya kwamba Aston Villa second league tafadhali mwachie Arsenal. Unajua next season tumechoka. Unajua ukisema waachiwe tukiingia kwa uwanja kila mmoja anataka alama ngapi? Yaani unapata ile mechi ya Aston Villa dhidi ya Arsenal, jinsi ya Aston Villa wanapiga pasi utafikiria ni Barcelona. Lakini wakikutana na Fulham wanapigwa. Lakini pia Tottenham wanapigwa. Lakini pia Aston Villa walianza vibaya, lakini sasa wako form. Hadi sidhani kama lakini mbona wamharibie mtu ambaye ana title contender? Wewe hakuna kitu utachukua. Mbona hakuna kitu utachukua, lakini ni furaha yangu kama yeye pia atachukua. Hiyo si vizuri. Unajua kwa mpira unajua ukiona, lakini ndani ya TVC 247 leo iwacha niseme nitoke. Msimu huu tupende tusipende, Arsenal haendi bure. Kwenda bure. Manake ukiangalia, acha nikwambie, Jumanne anacheza na Crystal Palace. Nusu finali nadhani robo finali ya Carabao, si ndio? Akitoka hapo anaenda kucheza na Chelsea. Chelsea kwanza anamkunguta. Unaona? Arsenal atamkunguta Chelsea kwenye nusu finali. Najua mashabiki wa Chelsea wanakasirika, lakini ukweli halisia. Arsenal atamkunguta Chelsea, aende finali akutane na either Newcastle ama Manchester City. Manchester City anamuogopa Arsenal. Hiyo ni kwanza. Newcastle hana nguvu ya kumpiga Arsenal. Unaona venye inaingia? Arsenal Carabao kwa store kwanza. Imeingia. Ushawapatia kikombe? Sisi nimewapatia, hata wenyewe wameona. Hiyo ni kikombe tayari. Kikombe ushawapatia, bado wao sasa wajitume. Uwezi niambia nimekuja na Gyökeres, umekuja na Joao Pedro, alafu uninyang'anye nafasi. Haiwezekani. Inawezekana. Haiwezekani. Chochote kwa nje kinawezekana. Unaona umekuja na Eze. Nimekuja na Eze kwa mfano, umekuja na Enzo Fernandez. Ni mzuri. World Cup winner hatukatai. Lakini kidogo Eze anacheza. Kwa hiyo nadhani msimu huu ukiniuliza nitakwambia kwamba Arsenal hawaendi bure. Ni ukweli. Ndani ya TVC 247 tumekubali. Arsenal makombe ni manne. Makombe ni manne. Sema wewe ndio umekubali. UEFA Champions League. Ligi. Kuna FA na Carabao. Vikombe ni vinne. Wanacheza zote. Na ukiangalia kwa zote, kwa ligi number 1, UEFA Champions League number 1. Carabao ni venye hawapeani namba, ingekuwa number 1. FA ni venye hawapeani namba, ungekuwa number 1 pia. Kwa hiyo mimi najua hii ukiangalia hii ya Crystal Palace, kwanza Crystal Palace Jumanne kunradi, lakini watanyukwa kama 3 kavu. Wakuje Chelsea, of course second leg, first leg Chelsea apokezwe kama 2, alafu ya pili 5, kweni 7.
Akuja apatane na najua ni vigumu kuamini lakini ni kweli. Siko eti siamini. Manchester City sasa tukimwangalia Manchester City na Newcastle. Nani bingwa mtetezi wa kombe ile? Newcastle atanisamea kwa Manchester City kidogo Haaland atamsumbua kwa hiyo Newcastle pia ako vizuri. Newcastle atatoka. Ngoja kwanza nikuonyeshe. Newcastle atatoka. Tulisema hivyo pia msimu uliopita na ukaenda. Ngoja sasa huu ni msimu huu sasa. Newcastle atatoka. Akishatoka atampisha Pep Guardiola. Pep Guardiola akimwona mwanafunzi wake huyu Mikel Arteta anakumbuka mkono. Kuna wakati amepewa mkono anauoga sana. Kwa hiyo nadhani Arsenal kombe ni lao. Sasa ni zile sherehe nadhani mashabiki wa Arsenal pale England nadhani waanze kupanga zile sherehe. Unajua kikombe baada ya muda mrefu nadhani kikombe Martin Odegaard atakuwa sasa na ile kazi ya kukibeba. At least ile cobwebs na ile vumbi litatoka. Store pia ipate kitu. Alafu ukiangalia nadhani UEFA Champions League pia na shuku. Si eti na shuku lakini ukiniuliza asilimia ni 53 kwa sasa. Arsenal kuondoka na hilo kombe. Asilimia 53. Na ukumbuke hizi asilimia azirudi chini zinaenda juu. Ukitolewa zinaenda juu. Kwa hivyo ukitolewa bado ukiangalia UEFA Champions League PSG bingwa mtetezi anaboronga kwa sasa. Huwezi jua anaboronga anaboronga. Hadi msimu uliopita PSG alimaliza nafasi ya ngapi? Kwa UEFA Champions League makundi alimaliza nafasi ya 10 na kitu hapo. 16. Akakuja akabeba. Nadhani ilikuwa ni bahati tu. Manchester City ndiye aliharibu. Si bahati kupiga mtu mabao 5 finali si bahati. Acha tumalizie hii kabla haijanitoka. Sasa Arsenal wako namba 1 huko. Amempiga paka Bayern Munich. Tulikuwa tunasema Bayern wapi? Pigwa. 3-1. Ilikuwa 3-1. Naona hata unashindwa kuisema. Unasema na unyonge. Manake hamuelewi penye Arsenal inachukua iko. Sasa ukiangalia English Premier League. Sasa acha nikwambie sasa penye English Premier League ni Arsenal. Hii pia tukubaliana. Naona Arsenal wakienda na makombe 3. Iwapo watafuata maneno yangu. Kaenda na treble. Ni treble sasa. Hata inaweza kuwa yote 4. Kwa sababu sioni mpinzani. Sasa unaweza sema Manchester City ni mpinzani. Man City ako vizuri. Vizuri wapi? Vizuri na nini? Si ameshinda tangu lini Man City akashinda mechi 6 zikifuatana. Kwa hiyo tuangalie Manchester City. Itakuwa ni mwezi Mei na mwana Arsenal. Naam, msimu nadhani ule nahodha wa Arsenal nadhani ni Martin Odegaard. Atakuwa na kazi ya kunyanyua mataji. Ni mataji. Wana Arsenal kumbuka mashabiki wa Arsenal wanawaombea sana. Naam. Kwa hiyo wachezaji pia lazima wajitume. Si kuombewa alafu mnafanya vitu vyenu huko uwanjani. Kujituma ni muhimu kabisa. Sijasema Arsenal watashinda, lakini kuna uwezekano. Mimi niko na asilimia 60 Arsenal kuchukua Premier League. Manake ukiangalia wako na timu nzuri. Yes, wana timu nzuri. Kumbuka ni ndani ya TVC 247 nikiwa Emmanuel Omari pamoja na Davis Hamisi Kenga, jezi nambari 9 kwa nyuma ya mgongo. Tulikutajia kwamba AFCON itakuwa iking'oa nanga usiku wa leo saa 4 usiku ambapo Morocco atakuwa nyumbani dhidi ya Comoros. Mechi zote zinasakatwa ndani ya taifa la Morocco. Na kesho pia kutakuwa na mechi nadhani mwendo wa saa 11 za jioni. Nadhani itakuwa ni Mali dhidi ya Zambia. South Africa saa 2 ashuke dhimbani dhidi ya Angola. Alafu huyu Misri mwendo wa saa 5 usiku kesho hiyo ashuke dhimbani dhidi ya Zimbabwe. Ukimwangalia huyu South Africa dhidi ya Angola saa 2 Mali dhidi ya Zambia. Nani anakaa kuwa jogoo hapa? Zambia ni wazuri. Chipolopolo. Au ni wazuri. Chipolopolo ni wazuri. Na Mali pia ni wazuri, lakini Zambia napatia mkono kulia. Unawapatia mkono wa kulia? Kwa hiyo unamaanisha huenda wakaondoka na ushindi? Nadhani
ni baadhi ya mambo ambayo tunazidi kuangazia ndani ya TVC 247 michezo. Ukiangalia mechi nyingine itakuwa South Africa dhidi ya Angola. Itakuwa ni mechi ngumu sana. Wengi wanasema kwamba South Africa anakuwa kivizuri sana ikikuja kwa masuala ya michezo. South Africa ni mzuri, sio mbaya. Nadhani Angola huyo alipigwa na Kenya. Angola aligongwa vizuri na Kenya, lakini baadaye nadhani Kenya baadaye alikuja pia kagongwa. Nadhani ukiangalia itakuwa ni mechi nzuri. Mechi nzuri ya kufurahisha. South Africa dhidi ya Angola. South Africa ni mzuri, Angola pia ni mzuri, lakini South Africa ni mzuri zaidi. South Africa ni mzuri zaidi. Na siku zote kwenye mpira wanasema tunatumia tu akili kidogo, tunapata ushindi kidogo. Maarifa na nguvu pia. Mechi nyingine Mo Salah dhidi ya Zimbabwe. Itakuwa ni wakati mwingine tena wa Mo Salah kuthibitisha kwa yeye ni bingwa wa Afrika. Yaani mchezaji bora. Nadhani jana alifurahia. Jana alifurahia. Kusikia Liverpool wamepata ushindi, nadhani alifurahia. Japo hakuwa, lakini unajua kuna ile kutaka timu lazima ifanikiwe. Naam. Adui yule ambaye anataka mfungo wakati hayuko. Kabisa. Lakini kama yuko ama hayuko, yeye anataka tu ushindi. Unajua timu ikishinda taji sote tumeshinda. Ndio maana kuna wachezaji ambao wataanza 11. Kuna wale ambao watawahi kutokea kwa timu. Kwa first 11 ya timu. Itakuwa tu wakitokea bench. Alafu kuna wale ambao watauzwa. Ni ukweli. Ni ukweli mchungu, lakini yote 9-10 ni kwamba ni masuala ya kimichezo ndani ya TVC 247. Kiwa nami Emmanuel Omari, iwapo ndio unaingia. Mimi nimekuwa wako Davis Hamisi. Masuala ya kimichezo tunakuletea ndani ya TVC 247. Chochote ambacho tumekisahau labda Hamisi utukumbushe. Chochote ambacho kiko ni AFCON. Saa 4 leo. Tujipende. Tujipende. Saa 4 inaanza. Mimi ikifika ile saa 4 mimi nitakuwa pale nikitazama huu mchezo. Kabisa. Lazima tazame mchezo nione venye pazia litafunguliwa. Na pia venye pazia litafungwa ile tarehe 18 Januari. FBI, asante sana kwa kuingia. Pale Rabat. Unaitwa uwanja wa Moley. Uwanja wa Moley. Mbona Moley Abdallah. Majina ya Kiarabu. Ya Kiarabu kidogo yanasumbua. Pia Hamisi ni Mwarabu. Wewe ni Mwarabu, ukapatikana vipi Kenya? Mimi ni Mwarabu, nimekuja tu. Nimekuja matembezi. Unajua kuna wakati nimekuwa na rafiki yangu kutokea kule Mombasani. Nadhani kidogo ukiangalia watu wa Mombasa wanajaribu kujichukua kwamba hao si wa Kenya, Mwarabu. Sio wote. Kwa hiyo wewe kutoka Mombasa, wewe ni Mwarabu? Mimi sijatoka Mombasa. Umetoka wapi? Kutoka Pemba. Unatoka Kilifi? Naam, mimi kwetu ni Kilifi. Kwa hiyo wewe ni Mwarabu? Mimi si Mwarabu, mimi ni Mkenya, lakini niko na chembe. Chembe. Una chembe za Kiarabu. Ndio maana nikaitwa Hamisi. Naam. Endelea kuitwa Hamisi na Uarabu wako, lakini hii ni ndani ya TVC 247 ambapo tunaendelea na masuala ya kimichezo. Michezo kwenda mbele hapa, ukitaka chochote unauliza. Sisi tuko sawa. Mechi ya Manchester United inaendelea. Nadhani itakuwa ni mechi ambayo ni sare. Kufikia sasa ni sare. Naam. Lakini chochote kinaweza tokea ndani ya hizo dakika ambazo zimebaki. Sasa hivi wako mapumziko. Kabisa. Na pia tunakumbushwa kwamba nadhani kesho pia TVC 247 tutakuwa live kama kawaida. Tutakuwa na vitu vingi vya kuangazia kesho. Tuko na matokeo yote. Na pia taarifa nadhani za TVC 247. Kumbuka hiki ni kituo pendwa sana ambacho kimeanza hivi juzi na kinavuma sana. Tunakuhabarisha. Kwa hiyo mwendo nadhani itakuwa ni mwendo wa saa 12 karibia saa 1. Mnajuzwa kutegea, manake kutakuwa na taarifa ambazo zitakuwa zikiletwa. Lakini yule mwanahabari wetu wa taarifa nadhani alidondoka, manake Christmas kidogo alienda kujumuika na familia nyumbani. Lakini ndani ya TVC 247 hakutakosa mtu wa kusoma taarifa. Huenda ikawa ni wewe,
Na mimi niko sawa. Ama ni mimi yeyote yule. Patia taarifa lazima msikize. Manake siku zote tunaenda na masharti ya yule aliyetupa kazi. Naam. Akisema utafanya michezo lakini leo hii nakuleta ufanye shughuli ya afya, lazima utatokea. Naam, mwiko ukivunjika haimaanishi tutalala njaa. Tutapiga na mkono. Tutapiga hadi kisu. Tunaweza piga hata na kisu. Ama tuvunje mguu wa meza. Baraka ugali imeiva. Ni baadhi ya mambo ambayo yanafanyika ndani ya TVC 247. Ni vijana ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba upitwi na lolote, na unapoona hapa sisi ni mie Emmanuel Omari pamoja na mwenzangu Hamisi, tukihakikisha tu haupitwi na masuala ya kimichezo. Na taarifa zikiingia tu hivi tunawapatia. Tunapika. Wanasema tunazipika tukizipakua. Tukizipakua, na msikilizaji hakikisha kwamba ameshiba. Na kama hujashiba unasema tunakuongezea. Na kama kuna kitu chochote ambacho unaulizia, nadhani ni vizuri kutuma jumbe zako, manake TVC 247 popote utakapotuma ujumbe utajibiwa. Tunakujibu hapo. Utajibiwa, manake ule wanasema social media manager wetu yupo ange sana, kila mahali akiangalia ujumbe hivi anautendea haki, manake ni ndani ya TVC 247. Namuona Sharon kutokea Migori anasema, Omari unafanya kazi nzuri sana na Hamisi kidogo anapiga tu funda la tabasamu. Na tabasamu ni lazima. Wakati mwingine tukipatana nisalimie, japo tukipatana huko utanipata nikipiga tabasamu. Kidogo nawashtua mashabiki, lakini huyo ndo Davis Hamisi. Wengi walikuwa wanamuita jezi nambari 9, lakini mimi sitamuita jezi nambari 9, nitamuita Hamisi, manake sijawahi kushuhudia akicheza mpira. Sijawahi bahatika kushuhudia mwenyewe. Tutashuhudia, kuna siku tutaingia kwa kiwanja, tutaita mashabiki, tukuje tucheze nao, wana habari dhidi ya mashabiki. Hapo ndio tutajua mimi ni nani. Mimi ni zaidi ya Haaland. Zaidi ya Haaland. Naam, Haaland anaiga ni kama mimi ndo mwalimu wake. Wakati fulani nikiwa kidato cha 3, nadhani baada ya unakumbuka zile sherehe za kutoa matokeo ya mitihani. Tumekaa kwa viti, unajua sasa shule ya upili amkae chini ya mti kama shule ya msingi. Tumekaa kwa viti, tunapewa hotuba na walimu kidogo, mkienda nyumbani msisahau vitabu kidogo. Nikakumbuka kuna mwanafunzi nadhani aliitwa nafasi ya kwanza. Nakumbuka ilikuwa ni kidato cha kwanza kama sijasahau. Huyo mwanafunzi alipopewa nafasi ya kuzungumza na wanafunzi, nadhani aliongea sana, akasema mimi nikiwa nafasi ya kwanza huwa nasoma kwa bidii na amka mapema. Akajipalia sifa sana. Wakati alikuwa anajipalia sifa, nikawa namwambia kwamba akumbuke kwamba siku zote si vizuri kujipalia sifa. Tulia watu wakupe sifa. Lakini huko nje wananijua, wewe ndio hujawahi nijua. Ndio maana nakuambia kwamba pia wakati unajipa sifa, huyo mwanafunzi kunradhi, lakini alipofika kidato cha 4 mambo yakawa ndivyo sivyo. Kidogo nadhani alipata alama ambayo sitaitaja hewani, lakini ni alama mbaya sana. Lakini mimi si kama huyo mwanafunzi nadhani. Ukipita huko nje, ukisema unataka jezi nambari 9 mgongoni, Davis Hamisi, unapelekwa hadi kwa mlango yetu. Kabisa. Ni ndani ya TVC 247 tumekuwa tukichambua masuala ya kimichezo, na ni wakati ambapo tunadondoka na kesho tutakuwa na mengi ya kuangazia. Kumbuka tutakuwa live, pia taarifa tutakuwa tukikuletea, na kuna vipindi pia. Endelea kutegea ndani ya TVC 247. Nimekuwa wako Emmanuel Omari pamoja na mwenzangu Davis Hamisi. Kisahau usema tu jezi nambari 9 mgongoni. Ukiniona unisalimie, hii tabasamu iko hapa, lakini tukitoka huko nje wengine hatutabasamu. Kwa heri ya kuonana, alamsiki.